Bana, kumekuwa kuna comments nyingi sana kuhusiana na mwimbaji kutokea kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava nchini ambaye ni Baraka the Prince, ambapo kila mtu kimuuliza anakuwa na comments zake kuhusiana na Baraka the Prince. Kama umefuatilia kwenye mitandao ya kijamii ama interview ambazo Baraka amekuwa akifanya, wengi wamekuwa wakilalamika kwamba labda Baraka kamchukulia hela zake ama kuna vitu ambavyo Baraka hajafanya kumridhisha na vitu kama hivyo. Sasa kwenye exclusive interview na Hayo TV tumempata Ya Mungu. Yeye pia ni msanii kutokea kwenye industry ya Bongo Flava. Amezungumza mengi kuhusiana na Baraka the Prince, kwamba alishawahi kufanya ngoma na Baraka lakini mwisho wa siku ilionekana kama hawakuwa sawa hivi, na ngoma ambayo alifanya na Baraka ikabidi aifute, amtafute mtu mwingine aweze kureplace kile ambacho Baraka alikizingua. Msikilize, amefunguka mengi. Kufanya collab na Baraka kwa mimi binafsi sikuwaza hicho kitu, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa yupo close na mimi na tumefanya naye kazi vizuri audio, unaona. Pamoja na kwamba kweli kwenye audio kulikuwa kuna changamoto kidogo, kwa sababu kuna ile kumpeleka studio kwanza ilikuwa ni mvutano, lakini namshukuru Mungu pia hata shemeji yangu Najma kipindi kile alikuwa yupo close naye pale, alinisaidia kwamba bwana fanye tumia mbinu hii kumpeleka Baraka studio. Ila nashukuru Mungu paka tumefanya kazi, Mbinde ikaja kufanya naye video ndo ikawa shughuli. Baraka alileta visingizio vingi kwa sababu mwanzoni alisingizia kwamba hayupo sawa na outfit yule wa mavazi, akasingizia kwamba yule hawezi akamvisha, unaona. Akasema kwamba mimi kwanza siwezi kavishwa na director wako ambaye ni Msafiri, unaona. Kwa Msafiri na yeye baada ya kumpa report kama hiyo ilibidi akatoa maamuzi, sasa bwana 1 2 3 kama kuna uwezekano hii nyimbo tuiache ama nenda studio kafute verse ya Baraka the Prince uingize verse yako. Kwa nashukuru Mungu katika harakati hizo, kwa sababu unajua muda huo mimi ananipigia Msafiri, yeye yupo location ametusubiri mimi na Baraka, unaona. Kwa hiyo ikamkwaza, ndio maana ikafikia tamati na yeye akafanya maamuzi, bwana nenda studio kafute verse ya Baraka. Kwa mimi niko naenda kufuta verse ya Baraka, ndo nikakutana kule kwa Shady Clever na Beka Flavor. Kwa Beka Flavor kile kitu naye kama kilimgusa, akaamua kusema bwana naomba mimi kazi naomba nifanye. Tulifuta verse ya Baraka, kila kitu akaingiza Beka. Baraka nakumbuka siku nimetoa kazi nilimtumia teaser pamoja na linki. Binafsi ni kama ilimuuma sana, alimind akasema sasa kwa nini umefanya hivi, si ungesubiria? Kazi ilikuwa ni kubwa, ungesubiria tu. Mimi binafsi sikumjibu chochote. Malipo ilikuwa ni kawaida tu, ilikuwa ni naweza kusema kwamba alifanya kama kunisaidia, ila nakumbuka nilimpa 200,000 Baraka. Kazi ambazo zipo ndani ndio ya kwanza nilifanya Tujenge, nikafanya ya pili na Barnaba, ya tatu nikafanya Salamu kwa Lulu, ya 4 ndio hiyo I'm Sorry ambayo nifanya feature na Beka Flavor, ya 5 nimefanya Jichunge nimefanya mwenyewe, ya 6 ndo hii ambayo ipo ni sasa hivi. Kwa updates na stories kama hizi usiache kutufuatilia kwenye social networks zetu ambazo ni Facebook, Instagram na Snapchat kwa jina moja tu la Millard Ayo. Lakini pia kwa wale ambao wanatumia simu ya Android, usisahau kupakua app mpya ya Millard Ayo kwenye Google Play Store. Unaandika tu Millard Ayo, alafu app hiyo itakuja unai-download, alafu utapokea kila habari mpya tunapoiweka. Mimi binafsi natumia Bina Kasembo kwenye Instagram, alafu nyuma ya kamera yuko Moody TZA.